Joana kashabesa saizi yuve kankwa kambeni ani kamwani hana nafasi. Haya ndivyo tuombavyo jamaa, lakini wewe basi natoka huko na kusikia watongoa nani? Nakwambia uviazi unitilia machangaya mumo madongoya mumo jamaa, uviazi wapisa uviazi sipekeo sote tuliopongoa tuambana na uviazi. Nakwambia tujitahidi tu, Mungu atusaidie. Ela uviazi kuna uona hapo uviazi nakwambia mtihani. Mungu atusaidie hata kitu moja hataki hapa ngusa waona ni hivyo nakwambia takarudi Unguja wafanyaje hazidi lo hashuo hamvi naona majitongolea miji neno minyofu si mineno minyafu hani wewe hujiji na kama wajiji wala usingejiji kwani kita jambo haya tutongolea mineno minyafu vipi? wataka mueleka bilisi wewe sio sikiza hizo Kiswahili sijui ndo ndude gani tusikilize kwanza Kiswahili ndio lugha yetu siye ndio iliyotulea. Sikiza mtongoe ma siku zile wakumbuka siku zile heondoka hapa na wenzangu wachake huko Micheweni tukaondoka na waziri wa habari utamaduni. Nakwambia yule mama ajitahidi kutueleka hapa akatupeleka Unguja tukakwea pipa hilo mpaka Mfaransa. Nakwambia raha Mfaransa la jua wapi nipeleka Mfaransa. Sikiza nikwambie dada takatongoa unisikie vizuri. Naambia na Kiswahili chalipa, Kiswahili chajirika. Kuna jirani yangu aitwa Zainabu. Natoka na Kikoba enda somesha Kiswahili kwa wageni. Kiswahili hichi. Kiswahili ukijuacho. Hichi cha wabesa. Na kama haitoshi bibi weye. Kiswahili pale kwa mzee Tajo. Asomesha Kiswahili kwa wageni na ntambua yule. Basi na yule nkasahau wao Juma Shame wa Micheweni. Yule ya Landani. Hata na BBC. Kiswahili hicho kupeleka. Nakasoma Suza na Kiswahili. Nakasoma Suza. Basi nisha kula hasara. Nisha kosa fursa. Ela hujachelewa twemvyetu. Basi tukeni. Haya. Zarunju nzuri wavyelo hawajambo. Dr. Masudi katu Kiswahili gumu sana ushalifanya swali gani? Lile kukwea na kuenea kwa Kiswahili. Kukwea na kuenea kwa Kiswahili mbona swali gumu sana hilo? Gumu sana linaamba kwa ugumu. Basi tutile kwenye ChatGPT. Nishadamburikiwa. Sasa ngoja tulitile kwenye AI. Ngoja tulitile kuna ngia hapa kuna bonyeza. Ushaliona hivi? Po zamani AI kabuhajibu masuala ya Kiswahili. Lakini hivi sasa hujibu. Kushaliona? Kwani mapomtilia tushapata jawabu. Tesa. Ndio hivyo. Kwa hiyo siku hizi ukakwa swali la Kiswahili wetia tu kwa sababu siku hizi AI. Niambia. Hamku. Hatujambo. Japo mnatenda. Pano tu kwa swali ni Dr. Masudi gumu sana linaamba kwa ugumu. Mushalifanya. Tushalifanya kakukinio majibu. Katuki majibu tuvyomwamini siwe kwa sababu hutusaidia kupata jawabu. Mumafanya jambo jema. Maana vyo sasa Kiswahili kisha wakikulu. Kisha enea dunia zima yote watu kinatambulika hicho Kiswahili. Kwa hiyo vyo sasa Kiswahili mpaka yote atikakijua maana mwanzo kavuhadumbu. Ukamtilia nini? Ukamtilia Kiswahili kana kwambia haviji. Lakini vyo sasa akavijua. Lakini nakwambia vyo mkatumia yo AI au yo chati yenu. Mutumile na Kiswahili fasaha ili ule chati akitambule.
Mshafahamu? Kwa sababu Kiswahili anachotumia AI si fasaha kama tunachokitumia Suye. Mshafahamu? Haya mwanake tunakufahamu. Kwa hiyo mtumile kile ambacho tunakitaka Suye, kile kinachosomeshwa Suza, kinacholawia kuja Suza. Ndio mtumile hicho. Tuma za Tambuya mwanake. Nakwambia kila mzigo ukiendelea mbele unazidi kuchoka. Bado wiki 2 kufanya UE lakini najiona nishachoka. Wenyewe humo ndani. Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali? Nataka tunagongana shoga. Nakwambia na mambo tele hapa, nataka nikwambie. Mambo gani hayo? Umesikia kama Mama Samia alienda Urusi? Urusi? Katika mkutano wa 29. Usiniambie shoga yangu. Unajua kafanya nini? Kahutubia kwa lugha ya Kiswahili. Jambo la kujivunia shoga yangu. Sana tu. Yaani sasa hivi nitaka nikizungumza Kiswahili nijitanue kwa mapana. Jitanue shoga yangu. Kiswahili mpaka Urusi? Kiswahili juu zaidi. Kiswahili siku hizi fursa. Kiswahili ni chanzo cha ajira. Unalo hilo? Hapa kwenye ajira shoga yangu. Unamkumbuka yule mtoto wa yangu yule pale Kiponda? Yupi huyo? Yule pale Kiponda. Yule namkumbuka. Basi sasa hivi ninavyokuambia, anafanya kazi kwa rais, anaandika hotuba kwa Kiswahili. Kwa rais? Kashafika huko. Kiswahili ndio kimempeleka huko. Sababu ya Kiswahili. Suza na kaanzia Suza. Hatari. Unamjua na yule mtoto wa jirani yangu pale? Yupi? Yule wa mzee ameritajwa anaitwa Ziada. Yule anatusomesha kule chuoni nasikia anafundisha Kiswahili kwa wageni. Jambo la kujivunia ili shoga. Jambo la kujivunia. Vizuri sana. Yaani Suza inatoa watu wazuri sana. Mashallah. Yote 9 mwenzangu sijakasahau. Shirika la Umoja wa Mataifa elimu, sayansi na utamaduni, ilo UNESCO haswa hilo limeteua tarehe 7 ya mwezi wa 7 ya kila mwaka kwa siku ya Kiswahili duniani. Hilo jambo la kujivunia sana. Sijasikia mimi lugha nyingine kuwekewa siku yake maalum. Ni Kiswahili tu. Shoga yangu nawahi, kwanza nataka nikapike baadaye tukijaliwa. Na mimi nataka nikachume zangu asumini hapo nje. Woi. Kiswahili. Jambo la kujivunia. Safi. Hapa sasa hivi walimu wa Kiswahili huko chuoni watanijua mie nani. Nataka nimwaze mmoja nimfanye rafiki yangu. Masudi, jiandae. Hasani Hija. Yaani nataka wanaponyanyua unyayo na mie nieke. Kiswahili fursa kama hizi. Ngoja kwanza nende zangu kachume zangu asumini, maana naona muda huo. Wai. Anja uone Kiswahili kinavyolipa. Tumerudi Ufaransa sababu ya Kiswahili. Tumerudi Burundi sababu ya Kiswahili. Njoo uone kinavyolipa. Tupo na waziri sababu ya Kiswahili. Tupo na Bakiza sababu ya Kiswahili. Ndugu mgeni rasmi, ndugu viongozi na walikwa, ndugu walimu na wanafunzi, mabibi na mabwana, na hapa ndio mwisho wa igizo letu lililojulikana kwa jina Lahaja za Kiswahili. Anja uone Kiswahili kinavyolipa. Kiswahili kinavyolipa. Kiswahili. Tunapendeza Sababu ya Kiswahili. tunang'ara. Sababu ya Kiswahili. Asanteni kwa kutusikiliza. Usitafute sababu. Kama unitaki wenenda. Usitafute sababu.
kama unitaki wenenda, zimenichujuka zako gubu, sijalazimishwa kupenda, kwa wewe sijipitabu, firuba sija kuganda,